Napoteleza na kwenda kwa waganga. This is the time when they head to the witch doctor. Hivyo shetani akaamini tukipiga afya ya Ayubu. So the devil believed that if I gonna touch the health of Job, atakukana Mungu. He will recant God. Kwa ruhusa ya Mungu. So allow me, God. Shetani alimtesa Ayubu kwa ugonjwa ambao hatuwezi kuujua. By permission of God, he tortured Job with a kind of sickness that we cannot know. Biblia inasema tu aliumwa majipu miguuni mpaka kichwani. He got boils from the legs up to his forehead. Katika tafiti za kiteolojia nilizozifanya, In theological research which I have done, Ayubu aliumwa magonjwa 36. He got sick of 36 diseases. Unaweza ukajiuliza Pastor Lumbe umeyatoa wapi? He said, Pastor Lum, where did you get them? Kwenye Biblia yako hiyo hiyo na nitakupa reference. In the same Bible, and I'll give you a reference. Biblia imetaja fungu hilo imetaja tu jipu, lakini ilikuwa ni magonjwa mengi. In this Bible, it has only indicated the boils. Ugonjwa wake haukujulikana, lakini ulishambulia sehemu zote za mwili. Not known, but it affected the entire body. Ugonjwa haujulikana, lakini ulikuwa na matokeo mabaya mwili mzima. But the effect was for the entire body. Hata wewe umeenda hospitali, even you have gone to the hospital, unapima haoni ugonjwa, and you take a unapima haoni ugonjwa, you don't see any kind of disease, unapima haoni ugonjwa, you don't see any disease, unapima haoni ugonjwa, you just diagnose, ila unajiona kama unaumwa. but you feel like Wanaangalia kizazi safi, when they look at your womb, lakini haushiki mtoto. but you do not conceive. Ugonjwa wa Ayubu haukujulikana, The sickness of Job were not known, lakini ulikuwa na matokeo mabaya. but the effect was severe. Jioni ya leo, This evening, ni kweli jaribu lako ni siri yako, true that your temptation is lakini yours, linatishia usalama wa maisha yako yote na imani yako. affecting your entire Watu tukikutazama uko salama, when people look at you, you are okay, lakini ndoa yako inawaka moto. but your marriage is in fire. Hamjifuniki shuka moja na You mume are wako, not staying in one hamlali bed, kitanda kimoja na mke or wako. staying in one bed with Kila your mtu anaishi chumba partner. chake. Everybody is staying in his Unaonekana own ni binti mwema, lakini umeisha haribu appear as a good lady, tabia but yako. you have tarnished your Watu wanakusifu ni kijana mtiifu, kumbe unaishi na magonjwa. They praise you are a good boy, but you are sickly. Unaimba vizuri, unahubiri sana, But you sing nicely, and ni kiongozi wa kanisa, you are a church leader. ni mshiriki mwema, You are a good church member. huku kuna dhambi ya siri inakusumbua. While there is a secret sin affecting Wote you. tumeshindwa kujua jaribu lako, All we have not known your temptation, na unaendelea kudhoofika. but you continue to be feeble. Hivyo ndivyo ilivyokuwa hali ya ugonjwa wa That Ayubu. was the condition of Job. Wote hawakujua chanzo chake. No one knew the source. Ugonjwa ulikuja ghafla, The sickness came abruptly, ukakomaa kwa muda mfupi, and it got ripe. ila ni Mungu pekee It is only God alijua kilichokuwa kikiendelea. that's what was going on. Jioni ya leo, This evening, ni Mungu pekee it is God only anayejua hatima ya jaribu lako, knows the aftermath. Ni of Mungu your pekee temptation. It is God anayejua ugonjwa who wako, knows your sickness. ni Mungu pekee It's only God anayejua huzuni who zako, knows your Ni Mungu pekee sorrow. It is God anayejua mashaka who yako, knows your ni anxiety. Mungu It pekee is only God anayejua unalolipitia. who knows what you are going through. Mwende yeye peke yake anayejua. Only him who knows. Acha kuhangaika, ni Mungu pekee Don't bother, it's only God anayejua unahitaji kuvaa shela, knows you need to wear a wedding attire. ni Mungu pekee It's only God anayejua hitaji who lako, knows your need. aliyekuwa anajua ugonjwa wa Ayubu kwa kina, Who knew the sickness of ni Mungu God. peke yake. It's only God. Wana Betheli, People
steep of Bethel. Jioni ya leo This evening, ni Mungu pekee. it is only God. Ni Mungu pekee. It is only God. Ni Mungu It pekee. is only God. Ni Mungu It's pekee. only God. Na ndio maana wimbo unaimbwa. And that's why a song is sung. Hakuna rafiki kama There Yesu. is no good friend. Hakuna. There is none. Yesu ajua shida It is only yako. Jesus who knows. Daima ataongoza. And he knows. Hakuna rafiki kama There Yesu. is no good friend. Hakuna. What a friend I am. Mungu anasema God says yeye ndio rafiki wa kweli. he's a good friend. Hiyo ni Mungu It pekee is only God anayejua who unayopitia. knows what you're going Ni through. Mungu pekee It's only God anayejua machozi who yako. knows your tears. Ni Mungu pekee Only God anayejua ugonjwa wako. knows your sickness. Aliyekuwa anajua Ayubu anaumwa nini na chanzo. You, God, Ni Mungu peke yake. it's only God. Kwa sababu anajua chanzo cha Because jaribu he knows lako. the source of your Jioni ya leo this evening. mruhusu yeye mwenyewe peke Allow yake him akutoe kwenye tatizo lako. get you out of it. Praise the Lord. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Tusimame. Let us stand. Yule aliyekaa vipi? One who is sitting, Tuketi. let us sit. Dalili za ugonjwa wa Ayubu. The symptoms of his sickness. Kwa vyovyote vile dalili za ugonjwa wa Ayubu zenyewe tu zilitisha. Surely the symptoms only were scaring. Dada mmoja mwai kuniambia, pastor, nimekutumia tiketi ya ndege, naomba uje uniombee. One lady told me, I've sent you a flight ticket. Come and pray for me. Then I traversed to Mwanza. Ninafika mlangoni. When I arrived at the door, funza wamejaa. Unanionyesha bado dakika 10? Okay. There were worms in his entire body. Akanionyesha funza. Showed me worms. Nikaona funza. I saw worms. Wengi sana. Many. Funza wamejaa kwenye mlango. All scattered even at the entrance. Nilipoingia ndani, when I entered in, anatoa funza mwili mzima, maeneo. Worms in her entire body. Nikamwambia shida nini? I told her, what is your problem? Akaniambia nilienda India. She said, I went to India. Kufanya operation niwe na hips kubwa. To get operation that I may have bigger niwe hips. Na wowowo kubwa. That I may have bigger birds. Sasa imegoma, imeniletea funza. Now things are not working and it has given me infection. Dalili za ugonjwa wa Ayubu zilitisha. The symptoms of Job were scary. Ukisoma Ayubu 2:8, when you read in Job 2:8, Ayubu alikosa usingizi. Job failed to sleep. Ayubu 7:4, when you read Job 7:4, Ayubu alipata mapele yaliyotoa maji. Got all kind of rushes that ukisoma Ayubu 7, watery. When you read in Job 7, Ayubu aliota majinamizi. He has all kind usiku anaota anakimbia, anaota majinamizi. Had nightmares. Ukisoma Ayubu 19:17, when you go to look 19:17, 19:17, alitoa harufu mbaya mwili mzima. He was having bad smell. Ukisoma Ayubu 19:17, when you read in Job 19:17, alipoteza uzito na kukonda. Lost weight and was slender. Ukisoma Ayubu 21, when you read in Job 21, aliumwa homa kali. Was always with a fever always. Ayubu 30:27, when you read in Job 37, alikuwa akihara. He was diarrheaing. Ukisoma Ayubu 19:30, when you read Job 19, ngozi yake likakamaa. his skin was dalili hizi ziliambatana na ugonjwa wa ndui au matende. And he was having those kind of sicknesses. Alipata madonda mwili mzima na maumivu mengine yaliyosababishwa na mateso makali. Got wounds and other pains that cause severe
pain. Ni vigumu sana kutaja ugonjwa wa Ayubu. It is very difficult to mention. Lakini dalili zingine za ugonjwa wa Ayubu zilikuwa ni pamoja na kuchanganyikiwa, depression. Others were depression. Ayubu 3 fungu la 25. When you read Job 3 verse 25. Kati ya vitu vinavyomaliza watu leo, most of the problems that are affecting many ni stress, depression. It is stress and depression. Lazima ujue kumanage depression yako. You know, you got to know how to tawala your depression. Mawazo yanapokuwa mengi, when problems are intense, unakuwa na depression. When your thoughts are choked and with pressure, you get depression. Ayubu alikuwa na depression. Job had msongo. Alikuwa na maumivu ya meno. Problems in his tooth. Ukisoma Ayubu 19:20. When you read Job 19 verse, uso wake uliharibika kwa mapele. Ukisoma Ayubu 2 fungu la 7. was severely burned. Alipoteza hamu ya chakula. Ukisoma Ayubu 3:24. Appetite to eat. Alikuwa na udhaifu wa mwili na nguvu, mwili kuishiwa nguvu. Ukisoma Ayubu 6:11. Strength of his body. Alishindwa kupumua. Ayubu 9:18. Failed to breathe. Macho yake yalipofuka. Ukisoma Ayubu 16:16. And those verses shows his eyes were also affected. Alikuwa na maumivu ya muda mrefu. Longevity pain which were stayed longer. Ngozi yake ilichubuka. And his skin were many. Na mifupa yake ilisagika. And his bones were. Ugonjwa uliotajwa na Biblia ni majipu. The problem mentioned in the Bible is boils. Majipu wakati mwingine yaliambatana na ukoma. And other of those were involving even leprosy. Hivyo tatizo la Ayubu lilikuwa ni kubwa sana. So yeah, his problem were so big. Tayari ana makaburi 10 ya watoto wake. Already 10 graves. Ng'ombe na punda hawapo. Oxen and camel were not there. Kondoo na ngamia hawapo. And sheep and also horses were not. Na sasa anaumwa magonjwa yasiyoeleweka. And now he's having diseases which are not. Shetani alikuwa anashangilia. The devil were celebrating. Akijua anamaliza Ayubu. Knowing that is kama ambavyo jioni ya leo finishing Job. And even you. Shetani anashangilia. He's also celebrating. Akidhani amekuweza kwenye changamoto zako. That he has already managed you in your. Shetani anashangilia. Is celebrating. Akijua anakumaliza. That he has already accomplished. Lakini the main theme ya hiki kitabu cha Ayubu. But the main theme of this kama utaniambia nikupe title moja ya kitabu cha Ayubu. If I am to give you kichwa cha habari kimoja. Mungu anatawala. God is reigning. Mungu anatawala. God is reigning. Natamani useme God is in control. Sijui nisemeje. God is in control. Mungu anatawala. God in the steering. Anapoumwa Mungu bado anamwangalia Ayubu anatawala. When is creating him, he sees that God is still reigning. Anapofiwa Mungu anatawala. And when he loses his kids, jioni ya leo Mungu anajua shida yako na anabaki kuwa anatawala. He continues to know your problem when they is still in control. Anajua kila kinachoendelea. He knows everything what goes on. Siku moja, one day, nikamweka mtoto wangu kwenye gari. I put my kid in a car. Nikamwambia washa. I told it ignite. Akawasha, lakini kiukweli ni kwamba and when he ignited, akili yangu ilikuwa pale asiweke gia. Truth was there that he should not. Maana miguu haifiki kwenye breki. Because his legs are not reaching. Aliwasha yeye lakini mimi nilikuwa natawala. But I was there in control. Mungu anatawala. God is in control. Hata nilipopangiwa kazi ya walimu kule Tuliani. When I went for my appointment. Nikatishiwa kwamba walimu wanalala nje. And I was told that you are going to sleep in the. Je, nilala nje sikulala? Did I sleep in the field? Dakika 10 zimeshaisha, Mungu anatawala. Na mimi ni muumini wa muda. 10 minutes are already over and the God is in control. Let's stand. Uzuri mimi ukiniambia dakika 2 na ubidi dakika 2. If you tell me 2 minutes, then I'm going to preach for 2 minutes. Tuombe. Shall we pray? Baba Mungu mwenye enzi yote.
Our God Almighty, nakushukuru kwa wema wako na ukuu wako. Thank you for your goodness and your favor. Jioni hii tumegundua unatawala. This evening we have learned that you are in control. Tawala maisha yetu. Oh, continue to be in control. Tawala emotions zetu. Oh, reign in our emotions. Tawala minendo yetu. Then be in control of our doings. Ponya magonjwa yetu. Lord, heal our disease. Ondoa huzuni zetu. Remove our sorrow. Ondoa mashaka yetu. Remove our anxiety. Ninaomba haya kwa jina Yesu Kristo. I pray this in Jesus' name. Amen. Amen.